إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن كل سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، يا عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى عز وجل وطاعته. أما ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote ni wahusie sambamba na kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yani kufuata yale aliyotuamrisha na kuachana na yale aliyotukataza. Ama ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ama maudhui ya hotuba yetu ya leo insha Allah itabeba kichwa cha habari kinachosema nafasi ya dua katika Uislamu. Ni nini nafasi ya dua katika Uislamu? Na tutaitizama nafasi ya dua katika Uislamu kwa kuwatazama kwanza umuhimu wa mada kama hii katika jicho la Kiislamu. Kwa nini mada kama hii ambayo inazungumzia nafasi ya dua kwenye Uislamu ni muhimu sana kwa kuiangalia katika macho ya Uislamu? Lakini ni kwa nini dua na yenyewe ni muhimu sana katika macho ya Kiislamu? Lakini kwa kutizama hizi ndio tutapata kutambua mwishoni ni ipi nafasi ya dua katika Uislamu. Na tutatizama mada hii kwa kutizama nukta tano kwa sababu ya muda tuliokuwa nao. Huenda kuna nukta nyingi sana ambazo mtu anaweza kuzizungumza, lakini tutatizama nukta tano za msingi ambazo zinatuambia kwa nini dua ni muhimu, kwa nini mada hii tumeichagua siku ya leo, na mwishoni nukta hizi tano zitatupa majibu ni ipi nafasi ya dua katika Uislamu. Ama ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tukianza na nukta ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an katika surati Al-Ghafir, anasema: waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya hii katika surati Al-Ghafir, waqala rabbukum, na anasema Mola wenu mlezi, ud'uni astajib lakum, niombeni mimi na mimi nitakujibuni. Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala akielezea aya hii anasema aya hii inatuonyesha wazi Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha, yani kufanya dua ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, pale aliposema ud'uni, niombeni mimi na mimi nitakujibuni. Hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya inamalizika pale Allah anaposema innal ladhina yastakbiruna an ibadati, wale ambao wanafanya kiburi. Kiburi hapa Ibn Kathir na tafsiri ni wanafanya kiburi katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Aidha wakikutwa na jambo wanaona hili ni jambo kubwa sana, hapa naweza nikatatua jambo hili ima kwa nguvu zangu mwenyewe au elimu ambayo nimepewa
au mali ambazo niko nazo au ujanja ambao mimi nimepitia mtaani, experience yangu, basi hili jambo nitalitatua kwa kupitia hilo. Na si kwanza ikamjia kwamba jibu la kwanza ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye wa kuomba, alafu hilo ambalo unalifikiria iwe ni sababu ya wewe kufanikiwa kwenye jambo lako. Lakini bila Allah subhanahu wa ta'ala kukuwezesha kwa kumuomba, basi jambo hilo halifanikiwi. Na hii ndio inatakiwa iwe ni akida ya Muislamu ya sawa sawa, kwamba atambue lolote analolipitia wa kwanza kufikiriwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aidha elimu yake, mali yake, ujanja wake wa mtaani inakuwa ni sababu aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala kuliendea jambo hili, kwa sababu wako ambao wana ujanja kuliko yeye, wako wenye elimu kuliko yeye, wako wenye mali kuliko yeye, lakini wanapitia mitihani ya kila namna. Kwa hiyo hii ni nukta ya mwanzo, kwamba kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sio kwamba ni ombi, bali ni amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyewe ndio anatutaka sisi tumuombe yeye kama ibada mojawapo. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akisherehesha hii katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri iliyopokelewa na Imamu Tirmidhi na Abu Daud, na ikasemwa ni hadithi hasan, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ad-du'a huwa al-ibada, kwamba dua ndiyo ibada yenyewe. Dua ambayo mtu anafanya kwa kuichukulia kwa urahisi tu, rabbana atina fid dunya hasana, Mtume anatuambia dua hiyo ndiyo ibada yenyewe. Hapa mtu Muislamu ukisikia neno ibada kwamba dua inafananishwa na ibada, basi inapaswa kwenye akili yako utambue na ukumbuke jambo moja, kwamba lengo pekee la mwanadamu kuletwa duniani ni kufanya ibada, na Mtume anatuambia dua ndiyo hiyo ibada. Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika sura Al-Dhariyat aya ya 56, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuwaumba majini na wala wanadamu isipokuwa lengo la kuwaleta hapa duniani ni waniabudu mimi na wafanye ibada. Na Mtume anatuambia ad-du'a, hii dua ndio hiyo ibada. Lakini cha ajabu, Mwenyezi Mungu anatuambia hakuwaumba majini na wala wanadamu ili wafanye ibada, ikiwemo ibada hii ya kufanya dua. Cha ajabu, unakuta kuna watu wanaowaomba ni hawa majini ambao wao wenyewe wameumbwa kwa lengo la kumuomba Mwenyezi Mungu, yani kufanya ibada kwa Mwenyezi Mungu. Au kuna watu au majini wanaomba kingine kisichokuwa Mwenyezi Mungu, wanasahau lile lengo lao la kuumbwa ni kufanya ibada, na hii dua ni moja katika hizo ibada za Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu akasema vile vile katika sura Al-Bayyinah, wama umiru illa liya'budu Allah, na wala hamkuamrishwa isipokuwa ni jambo moja tu mkiwa hapo ulimwenguni, ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. Na hii dua ndiyo ibada yenyewe kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tukufu wa Kiislamu, nukta hii ya kwanza tunatambua kwamba dua na umuhimu wa mada hii ni kwa sababu dua ni amri ya Mwenyezi Mungu, lakini dua ni ibada. Ndiyo lengo la sisi kuletwa duniani, mojawapo ni kufanya ibada hii ya dua. Kwa hiyo haipaswi mtu aichukulie kwa wepesi wepesi kama jambo lingine lolote katika maisha yake. Watukufu wa Kiislamu, ama katika nukta ya pili, kwa sababu ya muda, hili jambo la dua ndiyo jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anapewa nasaha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani Mtume ameletwa hapa duniani, Mwenyezi Mungu anamchagulia ni watu gani bora wa yeye kuwa anajumuika nao. Wale maswahaba wa Mtume wale ambao tunawatambua, Mwenyezi Mungu alimpa Mtume criteria, yani jinsi gani achague watu wa yeye kuwa karibu naye, na akampa hii criteria katika sura Al-Kahf, sura ambayo Mtume yeye akatusisitiza sisi Waislamu kwamba ni sura ya kusomwa kila Ijumaa kwa yule anayeweza, na ina faida nyingi ambazo hataziingia kwa sababu ya muda. Lakini katika sura hii, sura Al-Kahf, Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume, basi Mtume watu wake wa karibu wawe watu wa sampuli gani? Wawe ni watu ambao ndio wana nguvu sana, au wana jambo gani katika mambo yote ambayo Mwenyezi Mungu angeweza kuyachagua? Anamwambia wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha, na isubirishe nafsi yako hapa duniani pamoja na watu wenye quality ya aina moja. Ma'a alladhina yad'una rabbahum, wale ambao wanamuomba Mola wao, bil ghadati wal 'ashiyyi, asubuhi na jioni, lengo na madhumuni yuriduna wajha, wakitafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndiyo quality ya wale watu waliokuwa wanamzunguka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Quality yao kubwa walikuwa yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi, wakimwomba Mola wao asubuhi na jioni.
Hii inatuonyesha sababu ya pili kwa nini dua ni jambo zito sana kwenye maisha ya Muislamu. Sababu ya tatu au nukta ya tatu, mada hii pia inatukumbusha kwamba dua haijawekewa kipindi maalum, kwamba mwezi wa Ramadhani ambao umetutoka hivi juzi ndio mwezi pekee watu wajae msikitini kuomba istighfar, kuomba Mwenyezi Mungu awanyooshee mambo yao, bali dua haina muda maalum wala haina nyakati maalum wala haina watu maalum. Dua sio kwa ajili ya mashehe peke yake. Hakuna aya ambayo inasema dua ni kwa ajili ya mashehe peke yake au maustadhi peke yake ndio wenye kuomba dua. Na ndio maana wanazuoni wakatuambia dua huombwa kwa lugha yoyote. Kama mtu unachokijua ni Kindengereko, basi hicho kitumie kwenye kuomba dua. Kama ni Kimakole, hicho ndio unakitumia kwenye kuomba dua. Kwa sababu dua haina mwezi maalum. Dua ni ya Ramadhani, ni ya Shawwali, ni ya Dhulqaada, ni ya Dhulhijja na miezi yote mingine. Lakini dua ni ya mwanamume, ni ya mwanamke, ni ya mdogo, ni ya mkubwa, ni ya mgonjwa, ni ya mzima, ni ya kila mtu kwenye kila hali. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwenye Qur'ani kwenye kulithibitisha hili. Anasema wa idha sa'alaka ibadi anni, na pale waja wangu watakapokuuliza kuhusiana na mimi. Na wanazuoni wanatuambia hapa katika aya nyingine zote za sampuli hii, pale Mwenyezi Mungu anaposema wa idha sa'alaka, wanapokuuliza, yasalunaka, basi Mwenyezi Mungu anasema kul, waambie. Ila kwenye jambo hili la dua Mwenyezi Mungu akatoa hii kul kuonyesha ukaribu aliyokuwa nao na waja wake kwenye swala zima la dua. Mwenyezi Mungu akasema kwa mfano yasalunaka 'anil khamri wal maisir, wanakuuliza juu ya pombe na kamari. Basi Mwenyezi Mungu anasema kul fihima, waambie ndani yake kuna ithmun kabir. Lakini kwenye swala la dua Mwenyezi Mungu anasema wa idha sa'alaka ibadi anni, na waja wangu wanapokuuliza kuhusiana na mimi, fa inni qarib, basi mimi niko karibu. Mwenyezi Mungu anasema faqul, waambie, kuonyesha ukaribu wa Mwenyezi Mungu na mja wake. Faqul inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani, ninaitikia dua ya yule muombaji pale anaponiomba. Kwa hiyo tukufu wa Kiislamu, aya hii inathibitisha kwamba dua si ya wakati maalum. Ni popote pale mja wake Mwenyezi Mungu anapomuomba akiwa na hali yoyote, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa yuko tayari kabisa kumjibu mja wake. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam kuthibitisha hili zaidi, anatuambia hakuna Muislamu yoyote, ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla, hakuna Muislamu ambaye anamuomba Mwenyezi Mungu azza wa jalla isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampa katika mambo matatu. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema aidha ataijibu ile dua yake pale pale kwa haraka. Unamwomba Mwenyezi Mungu akunyooshee biashara yako, basi wiki haiishi unaona wateja wanaanza kuongezeka kwenye biashara yako. Hii ni sampuli ya kwanza ambayo dua inakuwa inajibiwa kwa Muislamu wa aina yoyote. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia kwa namna ya pili ni dua yake inacheleweshwa mpaka muda ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anaona huu ndio muda bora wa kujibiwa dua yake. Pengine ungejibiwa ndani ya wiki ile ile, ingekuwa sababu ya wewe kujiweka mbali zaidi na Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya kupumbazwa aidha na mali ambayo Mwenyezi Mungu anakupa au chochote kile ambacho umekiomba. Pengine maradhi yale imekuwa sababu ya wewe kumkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumuomba. Ingekuwa Allah akuondeshee kwa wepesi na kwa haraka maradhi yale, basi huenda ikawa sababu ya wewe kurudi kule kwenye maasi uliyokuwa unayafanya kabla haujaomba. Kwa hiyo sampuli ya pili Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ni yale majibu yanacheleweshwa mpaka muda ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anaona ni muda sawa sawa wa kujibiwa dua yake. Lakini sampuli ya tatu na ya mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huenda akamuepusha mja wake na uovu unaolingana na ile uzito wa dua aliyofanya. Kwa ingekuwa wewe ukutwe na ajali, ukutwe na janga la balaa kama vile ambavyo watu wengine wanakutwa nao, lakini hizi dua mbili tatu unazozifanya baada ya swala ukihisi kuwa hazijibiwi, pengine ndiyo sababu ya wewe kuepushwa na majanga ambayo wanayakuta watu wengine kama wewe, ambao labda ni wajanja zaidi yako wewe, au wana elimu kuliko wewe, au wana mali kuliko wewe. Lakini dua mbili tatu ambazo unazifanya kwa wepesi inaweza ikawa ndiyo sababu ya wewe unaepushwa na majanga ambayo yangekukuta wewe ungekuwa hausomi dua zile kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tuishie kwanza kwenye hizi nukta tatu. Kwanza tukumbushane kwamba dua ni ibada, sio jambo la mchezo mchezo.
ambalo ndio lengo la sisi kuletwa hapa duniani, lakini pia ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini dua ndiyo iliyokuwa criteria, yani sababu ya Mwenyezi Mungu kumchagulia mtume watu gani wamzunguke, awe nao karibu. Akina Abi Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Mwenyezi Mungu anasema sifa yao moja, uangalie, yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Ni wale ambao wanamuomba Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni wakitafuta radhi zake. Lakini sababu ya tatu na nukta ya tatu inayotuonyesha umuhimu wa jambo hili ni kwamba dua haina mtu maalum, haina shekhi maalum, haina wakati maalum, bali ni ya kila mtu ambaye ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nukta hizi tatu za mwanzo zitukumbushe sisi Waislamu, lakini pia ziondoa ule upotovu ambao wengine tulikuwa nao kwamba dua ni katika mwezi wa Ramadhani, dua ni baada tu ya swala, au dua ni kwa ajili tu shekhi akikufanyia, ili iwe sababu ya sisi kukithirisha kufanya dua kila wakati na kila mahali. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadi al-muhtadun فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. استغفروه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى عز وجل وطاعته. أما نبزانgu watukufu wa Kiislamu, kwa mara nyingine tena niwahusia sambamba na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufuata yale aliyotuamrisha na kujiweka mbali na yale ambayo ametukataza. Ama ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, katika hotuba yetu ya kwanza tulitizama sababu tatu au nukta tatu zinazotuonyesha umuhimu wa kutizama na kukumbushana mada hii ya nafasi ya dua katika Uislamu. Ila tukiwa tunatizama pia hapo ni umuhimu gani dua umepewa katika Uislamu. Ama ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tukienda kwenye nukta ya 4, watukufu wa Kiislamu, dua ndiyo jambo moja pekee. Yako mambo, lakini dua ni jambo moja lililoambatanishwa na kila ibada ya msingi katika maisha ya Muislamu. Kila ibada ya msingi ambayo Muislamu anaifanya, basi imekusanywa, moja katika vitu vilivyokusanywa ni dua katika ibada hizo. Muislamu anaamrishwa aswali swala 5 ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Lakini ndani ya hiyo swala, kabla ya swala, baada ya swala, ibada moja iliyofungamanishwa na swala ni ibada ya kuomba dua. Na wanazuoni wanatuambia swala ni mkusanyiko wa vitu viwili, adh-dhikr wa dua. Ni dhikri na dua. Basi mtu akianza swala yake anaanza kwa kumsifu na kumdhikiri Mwenyezi Mungu. Ataanza kwa kusoma zile nyiradi za mwanzo. Atasoma surati al-Fatiha ambayo ni nguzo katika swala. Lakini katika surati al-Fatiha hapa mwanzoni, mtu anamalizia sura hii kwa kumwomba Mwenyezi Mungu. Anasema ihdinas siratal mustaqim. Tuongoze katika njia iliyonyooka. Siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao umewaneemesha. Ghayril maghdubi alayhim, sio wale ambao umewakasirikia, wala dhalin, wala wale ambao wamepotea. Hii ni dua mtu anaomba katika kila rakaa anayoswali ndani ya siku mara 17. Kuonyesha ni dua imefungamanishwa na ibada ya mtu ya swala ambayo ni ya msingi ya lazima ya kwanza kuulizwa siku ya Kiyama. Basi dua imewekwa humo katika ibada ya swala. Lakini mtu akiwa amekaa baada ya sujud, basi anamwomba Mola wake amsamehe, rabbi ighfirli warhamni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lakini bali akiwa amesujudu, ni katika sehemu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia ni aqrabu ma yakunu al-'abdu na Mola wake akiwa sajidun, amesujudu, basi mkithirishe dua. Kwenye tahiyatu ya mwisho Mtume anatuambia, alipoulizwa ayi dua asma, ni dua gani inajibiwa, anasema min tashahhudi al-akhir, katika tashahudi ya mwisho inayopatikana kwenye kila swala.
ikiwa pia ni nguzo katika swala. Hii inatuonyesha ni jinsi gani dua imefungamanishwa na ibada hii ya msingi ya swala. Bali mtu anapotoa salamu, jambo la kwanza ni kumtaka istighfar, kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu kwa kusema astaghfirullah, 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 na kuomba dua nyingine ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha dua hizo. Lakini kwenye hii surati al-Fatiha tunayoisoma katika kila rakaa ambayo tunaiswali, ikiwa kama nguzo ya swala, jambo ambalo usipolifanya swala yako inakuwa haiswi. Mwisho wa sura hii tunasema wala dhalin, usitufanye mtuwe katika wale waliopotea. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwenye Qur'an, ni mtu gani huyo aliyepotea? Wapo watu waliopotea njia. Kuna mtu anaweza kama amepotea labda kwenye biashara, anafikiria kitu ambacho sio sahihi, anahisi kuna pesa kwenye biashara hiyo, kumbe sio. Kuna mtu anaweza kama amepotea kwenye sampuli mbalimbali, lakini Mwenyezi Mungu anachagua katika watu wote hao ni yupi yule aliyepotea zaidi kuliko wote. Jambo hili pia limefungamana na ibada nzima ya dua. Mwenyezi Mungu anasema katika surati al-Ahqaf katika aya ya 5, anasema waman adallu, na ni nani aliyepotea zaidi? Na wanazuoni wanatuambia aya ikianza kwa sampuli hii maana yake hakuna mtu kama huyo. Hakuna aliyepotea zaidi ya mtu kama huyo anayetaja mbele. Anasema waman adallu mimman yad'u min dunillah, na ni nani aliyepotea zaidi kuliko yule ambaye anamuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah, mtu ambaye au kitu ambacho au anachokiomba hakiwezi kumjibu mpaka itasimama kiyama. Wa hum an du'aihim ghafilun, na huyo anayeomba hicho kinachoombwa kwenye hiyo dua ya huyo muombaji ameghafilika kabisa, hata hafahamu kuwa anaomba. Kama ni sanamu, ni Isa bin Maryam, ni lolote unaloliomba, man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah, hawezi akamjibu mpaka kiyama kinasimama. Na wa hum an du'aihim ghafilun, na dua hiyo ya muombaji ameghafilika kabisa. Huyu ndiyo mtu aliyepotea kuliko watu wote. Waman adallu mimman yad'u min dunillah, ni nani aliyepotea zaidi kuliko yule anayemuomba yoyote asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo jambo la kupotea lile tunaloomba wala dhalin, tunaambiwa mpotevu kuliko wote ni yule ambaye anaelekeza dua yake kwa asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni kwenye ibada ya swala. Ila kwenye ibada ya funga, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika mambo ya kufanya mtu ukiwa umefunga, katika mambo ya msingi ni kumwomba Mwenyezi Mungu akupe pepo na akuepushe na moto. Ndio ukaleta ule mirali na washefu kwamba tunasema Allahumma innaka afuwwun, ili tunasema baada ya swala tunasema nas'aluka aljanna wa na'udhu bika minan nar, tunakuomba pepo na utuepushe na moto. Lakini kwenye Lailatul Qadr, lakini pia katika mwezi wa Ramadhani Mtume akatufundisha dua maalum tuliyokuwa tunaiomba. Ibada ya dua imefungamanishwa pia na ibada ya funga. Vile vile kwenye ibada ya haji kuna nguzo, katika nguzo za hija ni moja wapo ni kusimama Arafa. Kinachofanyika mtu akiwa amesimama Arafa, huku tunakuwa tunafunga, kwa wale ambao hawajaenda basi ni kuomba dua. Na ziko dua mahsusi Mtume amefundisha ziombe kwenye ibada hii ya hija, katika hii nguzo ya msingi pale mtu anapokuwa amesimama katika kisimamo cha Arafa. Ama ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, mwisho kabisa tukiangalia mfano wa ambao inabidi wawe viigizo kwa sisi, manabii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walilitambua sana hili kwamba kila jambo likiwa ni gumu, likiwa ni rahisi, likiwa ni jambo unalolifanya kawaida, basi cha kwanza cha mtu kufikiria ili mtu ajenge ile tawakkal ala Allah, kumtegemea Allah, inabidi iwe dua. Dua ni sababu ya mtu kujenga ile kumtegemea Allah kisawa sawa. Kama haufanyi dua mara kwa mara, vipi utamtegemea na utamkumbuka Allah wa kwanza kwenye jambo lolote, jema au baya, dogo au kubwa ambalo linakusibu kwenye maisha yako? Na Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema Subhanahu wa Ta'ala katika surati An-Naml aya 62, amma yujibu al-mutarra idha da'a, basi ni nani yule ambaye anamjibu yule mwenye shida pale anapoomba, wa yakshifu su, na akamtolea madhara. Na mwishoni Mwenyezi Mungu anasema ilahu ma'a Allah, kuna mola mwingine asiyekuwa Allah ambaye anaweza kufanya hiyo, akamtolea mtu shida yake, kama ni ya pesa, ya ugonjwa na mambo kama kadhalika? Jibu ni kwamba hakuna mtu mwingine anaweza kufanya jambo kama hilo. Na kulitambua hii tunaonyeshwa katika Qur'an. Ukisoma surati al-Anbiya inaelezea mitume wengi, kwa mujibu wa muda hatuwezi kuitazama hivi leo, lakini inaelezea mitume na maisha, matatizo waliyopata kwenye maisha ya kawaida. Jambo la kwanza waliokuwa wanalifanya ni kuomba Allah. Ibrahim alikuwa akiwaambia watu wake katika sifa za Allah, wa idha maridtu fa huwa yashfini, na pale ninapoumwa basi sifa ya Allah, yeye ndiyo huwa ananitibu.
Hizi dawa Panadol zinakuwa ni sababu ambazo wamefundishwa watu kupewa elimu na Allah, lakini mtu kwanza amkumbuke Allah, alafu Panadol iwe ni sababu ya yeye kutibiwa kichwa kinachouma. Kwa sababu wako ambao wanakunywa Panadol lakini vichwa haviachi kuuma. Hiyo sababu ya mtu kutambua kwamba yeye sio kwamba mwili wake una nguvu sana, bali anayemponyesha ni Allah, kama Ibrahim alivyokuwa anafundisha watu wake, wa idha maridtu huwa yashfi. Vile vile Ayub alipoumwa anasema, wa Ayuba idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin, akamwomba Mwenyezi Mungu fastajaba lahu. Wa Zakaria alipokuwa anataka mtoto, rabbi la tadharni fardan, usiniache mpweke, wa anta khairul warithin, basi Mwenyezi Mungu anasema fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, tukampatia Yahya, akampa mtoto. Vitu ambavyo ukiviangalia kwa macho ya kawaida ndio changamoto ambazo sisi zinawapelekea watu wengine kwa kusahau uzito wa ibada ya dua kwenda mpaka kwenye mambo ya kishirikina. Hii inatuonyesha umuhimu wa watu kukumbushana uzito wa ibada hii ya dua. Watu mpaka wakaenda kwa watu ambao wanajulikana kuwa ni waongo, mitume wa uongo, kwa sababu ya hizi shida za kawaida. Wa kuwafuata ni hawa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ndio vigizo bora kwa sisi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambapo wao kwenye mambo ya kawaida haya maisha, mtu anatafuta mtoto, anaumwa maradhi, anataka mali. Suleimani ndio aliyekuwa mtu mwenye mali kuliko mtu yoyote kuwahi kutokea ulimwenguni. Alipataje mali hiyo? Alimwomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu mwenyewe anatuambia kwenye Qur'an, anasema rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, nipe ufalme ambao hautampa mtu yoyote baada ya mimi. Na Mwenyezi Mungu akampa ufalme kama huo, akawa anaamrisha upepo na mengineyo ambao tunayafahamu. Hii ndio inapaswa kuwa akida ya Muislamu ya sawa sawa, kwamba cha kwanza kinachomjia akilini ni Allah, kumwomba Allah kwenye shida na raha, kwenye kila namna ya hali anapoipitia hali hiyo. Ya mwisho ni ushauri wa Allah subhanahu wa ta'ala, akituambia kwa wale waliopotea. Anasema katika surati al-Hajj, ya ayuhan nas, anazungumza na walimwengu wote. Hiyo ni tangazo kwa walimwengu wote, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Anasema dhuriba mathalan fastami'u lahu, mnapigiwa mfano basi usikilizeni. Anasema innal ladhina tad'una min dunillah, wale ambao mnaomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu, fasi na Mwenyezi Mungu, lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la, hawawezi hata kuumba nzi, hata wakijumuika wao wote kwenye conference, uwanja wa taifa pale, watu 60,000 wanasayansi, hawawezi kuumba hata nzi, hata wakijumuika na majini hawawezi kufanya jambo kama hilo. Mwenyezi Mungu anasema wa in yaslubuhum dhubab, na nzi huyo huyo akichukua kitu kidogo tu mmoja wao, basi hawawezi hata kukipata. Dhafa al-talib wal matlub, ni dhaifu mno yule nzi hawa wanaomuomba na huyo muombaji. Huu ni Mwenyezi Mungu anatufanya sisi waumini tufunguke akili yetu, tutambue kwamba hatuna jinsi wa kumuomba na kumtegemea ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Watukufu wa Kiislamu, tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kusikiliza maneno na tukafuata aliyekuwa mazuri. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kukithirisha dua na wenye kukumbuka kufanya ibada ya dua pale tunapokutwa na matatizo yoyote, wakati wowote, iwe ndio kimbilio letu la kwanza sisi ni kufanya dua kama tulivyofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء